Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Mwanadamu atanitenda nini? Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Mataifa yote walinizunguka kwa jina la Bwana, nali wakatalia mbali. Walinizunguka, naam, walinizunguka kwa jina la Bwana, nali wakatalia mbali. Walinizunguka kama nyuki, walinizunguka kama moto wa miiba. Kwa jina la Bwana, nali wakatalia mbali. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Bwana ameniadhibu sana, lakini hakuniacha nife. Nifungulieni malango ya haki, nitaingia na kumshukuru Bwana. Lango hili ni la Bwana, wenye haki ndio watakao liingia. Nitashukuru kwa maana amenijibu, nawe umekuwa wokovu wangu. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Ee Bwana, utuokoe, twakusihi. Ee Bwana, utufanikishe, twakusihi. Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumewabarikia toka nyumbani mwa Bwana. Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru. Ifungueni dhabihu kwa kamba pembeni mwa madhabahu. Ndiwe Mungu wangu, nami nitakushukuru. Ndiwe Mungu wangu, nami nitakutukuza. Mshukuruni Bwana mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko ya Mungu kama hivi yanavyosomeka hapa, yakituambia kwamba haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Anamaanisha vizuri kabisa, kwa sababu tukianza tokea Januari mwaka huu 2025 ulivyoanza, hatukutegemea kwamba tunaweza tukafika tarehe hizi za leo. Na mimi nilivyokuwa nikitafakari haya maandiko, ninaona ya kwamba ni fadhili zake tu ndizo ambazo zimeniwezesha mimi kufika siku hii ya leo. Limebakia juma moja tu ili kuufunga mwaka huu 2025 kwa habari hii ya mkesha. Kwa habari hii ya mkesha, tazama, tumehudhuria kwenye mkesha mwaka mzima. Leo hii hapa tuliposimama tarehe 19 ya mwaka 2025 mwezi huu wa 10, limebaki juma hili moja tu. Mimi ninaona moja kwa moja ya kwamba ni fadhili za Mungu. Ni fadhili za Mungu. Ni fadhili za Mungu ambazo zimeonekana katika maisha yangu. Ni matendo makubwa kabisa ya Mungu ambayo yameonekana kwangu, ambayo sio mwingine aliyenifanyia. Kwa sababu kiukweli mimi ninasema mbele za Mungu, sijawahi kwenda kwenye miungu mingine ili kuitumikia na hatimaye nifanikiwe katika mambo yangu. Ambaye ninamwendea ni Mungu huyo ambaye muumba wa mbingu na nchi. Ndio ambaye nimemwendea, ndio ambaye nimemsujudia, ndio ambaye ameshughulika na habari zangu kuanzia Januari mpaka dakika hii. Tunaenda kuhitimisha huu mwaka, tunaenda kuufunga huu mwaka. Ndio maana maandiko haya yanasema haleluya, mshukuruni Bwana
kwa kuwa ni mwema na fadhili zake ni za milele. Endapo utakuwa unamtumainia yeye, endapo utakuwa unamtegemea yeye. Mtunga Zaburi hapa amezungumza vizuri kabisa kwa mapana na kwa marefu kuhusiana na habari hii ya kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu si jambo ambalo wewe unatakiwa ulazimishwe, ni jambo la hiari yako kwa kuyatafakari yale ambayo Mungu amekutendea katika maisha yako. Mungu ametutendea mengi tu, hasa nikizungumzia sisi Gombo Maranatha. Mungu ametutendea mengi. Mungu ametutendea mengi. Yaani sio mwingine aliyetutendea, ni yeye. Kwa maana hiyo siku hii ya leo hapa tulipo, tunapaswa kumshukuru, tunapaswa kumsifu, tunapaswa kumwabudu kwa kuwa ametutendea hayo mambo makuu. Ametutendea hayo mambo makuu. Ametuvusha na kututenganisha na mengi sana ambayo yeye shetani alikuwa amepanga yatupate. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana hapa anasema Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mstari wa 2. Mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana ambao ni sisi hapa, wamchao Bwana ambao ni sisi hapa, na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Katika shida zangu nalimuita Bwana, nalimuita Bwana. Bwana akanijibu na akaniweka panapo nafasi. Yaani nafasi ile ambayo nimemwambia Mungu, nahitaji niwe hapa, nahitaji nifike hapa, amenifikisha. Na sisemi kwamba ni mimi binafsi, amenibeba mimi na familia yangu. Kwa hiyo nasema fadhili zake Mungu mimi nimeziona kuanzia kwangu mimi katika maisha yangu. Nimeziona fadhili za Mungu kwa mke wangu, kwa watoto wangu. Nimeziona fadhili za Mungu kwenye maisha yangu, kwenye taifa langu. Nimeziona fadhili za Mungu. Nimeziona fadhili za Mungu. Nimeuona wema wa Mungu. Nimeuona mkono wa Mungu. Nimeshuhudia matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ulipo wewe, hapo wewe ulipo, Mungu anakuja na kuhoji kwamba umemuona kwa upande gani? Umemuona kwa sehemu gani? Umemuona kwa vipi yani? Unamsimuliaje yeye Mungu ambaye amekufikisha hapa leo? Unamsimuliaje? Ni nini na nini alichokifanya kwako? Tazama tu. Hapa Mloganzira sio mbali, ni karibu na hapa. Nenda pale saizi. Tena wala usiingie kule wodini. Usiingie kule wodini. Kaa tu pale nje. Kuna sehemu pale wameandika emergency pale. Kaa tu pale alafu uone. Na uhakika utakuja kumwambia Mungu hapo. Utakuja tena kwa magoti unamshukuru Mungu kwa namna anavyokutetea, kwa namna anavyokupigania. Wapo ambao wanakuja pale tayari ni maiti, na tena si ajabu labda saa 2 hii ni mzima, saa 3 saa 4 ni mzima wa afya kabisa, lakini inavyofika saa 5 tayari hayupo, ameondoka. Mimi nimefika pale, nimeyashuhudia haya nayo yazungumza, wala hata sizungumzi kwa kubahatisha. Nimeyashuhudia kwa macho yangu. Namna watu unakuta saa 1 alikuwa mzima, saa 2 alikuwa mzima, saa 3, saa 4, saa 7. Tena sio labda ajali, kitu tu kimemuibukia. Hapana jamani, mimi nipelekeni hospitali. Na unafika pale ni emergency anaambia huyu tayari ameshaondoka. Sasa angalia, sisi tumedunda kuanzia Januari mpaka leo hii. Tulikuwa tunawaza Petatuki tutamalizaje? Tulikuwa tunawaza huu usimikwaje, itakuwa kuaje? Tunawaza sasa haya majukumu ambayo mtumishi anatugawanyia itakuwa kuaje? Yaani unajua wewe tafakari ni namna gani Mungu amekutendea. Watu watavukaje? Sasa watu wa kipindi hicho ambao walikuwepo kipindi hicho, wao wameyaona haya matendo makuu ya Mungu. Na sasa na sisi tunatakiwa tuyashuhudie, kwa sababu Mungu ni yule yule wa jana na leo na hata kesho. Ndio huyo ambaye alihusika kwa wale, ndio ambaye anahusika hata mpaka kwetu sisi na kwa vizazi vyetu. Huyo hachuji hata mara moja, habadiliki hata mara moja. Kinachotakiwa ni wewe hapo kumwamini, kumtegemea na kusema yeye ni mwema na fadhili zake ni za milele. Kuna majina ambayo sisi tulitangaziwa kule vijijini kule kwamba
hawa ni wa hali hii kila siku, ni wa viraka hivyo kila siku. Naona hiyo. Lakini Mungu ametubadilisha. Mungu amebadilisha hiyo historia. Yaani mimi nina uhakika hata na wewe hapo ulipo hapo, kuna historia ambayo ulikuwa nayo haikuwa nzuri. Mungu amebadilisha hiyo historia. Kuna muonekano ambao ulikuwa unaonekana nao, kuna jina ambalo ulikuwa unalitajwa, hilo jina tena limebadilika. Amina. Na sasa endapo utazidi kumsifu, kumwabudu na kumwambia yeye fadhili zake ni za milele, ndipo anapozidi na yeye kuona kwamba kweli huyu yatambua matendo yangu, kaniona namna nilivyo, basi ana kila sababu ya kufanya nini? Kuendelea kukubadilisha kwa kila itwapo leo. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuache kwanza hapo, tuangalie Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili wa kwanza, mlango wa 16 mstari wa 18. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Maandiko ya Mungu yanasema, akisema nitakupa wewe nchi ya Kanaani. Akisema nitakupa wewe nchi ya Kanaani iwe urithi wenu mliopimiwa. Ndivyo anavyosema hivyo. Iwe urithi wenu mliopimiwa. Ndio maana hao watu walikuwa wanamshukuru kwa fadhili zake. Ndio maana mimi mwanzoni nikasema mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu. Ninamshukuru Mungu kwa matendo yake, kwa fadhili zake. Yaani amenifadhili vile vitu yamkini nisingekuwa navyo. Kuna vitu ambavyo wewe hapo ulipo ilikuwa usiwe navyo. Sasa zinakuwa ni fadhili zake tu ambazo anakufadhili wewe, anakupa wewe. Ni baraka anayokupa wewe. Ni neema ambayo anaiachilia kwako. Ulikuwa haustahili wewe kuwa na hivyo vitu. Niseme kwamba ulikuwa haustahili kuwa na hiyo afya ulio nayo. Na hawa watu wamepewa hii nchi. Ni fadhili tu ambazo Mungu ameona awaachilie wale watu. Ameona ya kwamba hii nchi itawafaa. Hii nchi ndio itakuwa inawazalia matunda yaliyokaa vizuri, ambayo yatakuwa ni ya faida kwao na kwa vizazi vyao. Ndio maana wakazidi kusema, hakika wewe fadhili zako ni za milele na ni za kweli. Hamna mtu ambaye anaweza kuwa na fadhili za namna ile. Yaani hamna mtu ambaye anaweza kuwa na fadhili za namna hiyo. Hapana, ni Mungu tu. Kwa mstari wa 19 anasema, mlipokuwa watu wawezao kuhesabiwa, naam, watu wachache na wageni ndani yake, wakatangatanga toka taifa hata taifa. Walikuwa hawana mahali pa kukaa. Walikuwa ni watu ambao hawana mahali pa kukaa, lakini Mungu akawa amewafadhili, akawapa ile nchi. Toka ufalme mmoja hata kwa watu wengine. Hakumwacha mtu awaonee, hata wafalme wakawakemea kwa ajili yao, akisema, msiwaguse masihi wangu. Unaona hizo fadhili ambazo tunazishuhudia. Watu yani wanawatetea. Ndio maana hawa wafalme walikuwa wanasema, jamani, hawa ni Watanzania, msiwaguse, msione mtu ambaye anawaonea. Akisema, msiwaguse masihi wangu, wala msiwadhuru nabii zangu. Mwimbieni Bwana nchi yote, tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wa kuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha zipo mahali pake. Mpeni Bwana, enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka, mje mbele zake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utukufu wake. Tunaona hapa tunavyoelekezwa ya kwamba mpeni Bwana
mpeni Bwana enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni hata na sadaka, tukusanye hata na sadaka tuzilete, kwa yale ambayo ni matendo makubwa ambayo anatutendea, kwa zile fadhili tunazozishuhudia katika maisha yetu. Ni fadhili tu ambazo tuko nazo mpaka dakika hii, yaani mpaka dakika hii tuko chini ya nini? Ya fadhili. Ambao hawakupendi, ambao hawana nia nzuri na wewe, mpaka majira haya walikuwa wanatamani wasiuone uhai wako, wasikuone unaenda kwenye mkesha, wasikuone unaenda kumtumikia Mungu, wasikuone wewe umekaa ukiwa na furaha, wasikuone ukiwa eti wewe umekaa na kurelax. Walikuwa wanahitaji wakuone wewe ni washida tu kwa kila itwapo leo. Bwana Yesu apewe sifa. Ndicho ambacho yeye huyu adui alichokuwa amekikusudia kwetu sisi. Kwa hiyo sisi ambao tuko hapa leo, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, tuna kila sababu ya kumwambia Mungu, wewe kweli fadhili zako ni za milele katika maisha yetu. Wewe tafakari tu kwanza kwamba kuanzia Januari mpaka leo hii ni mitego mingapi? Ni vile Mungu ambaye yuko sirini akaona haya ambayo yamepangwa juu ya huyu mtoto wangu nisimuonyeshe. Lakini kama Mungu angefungua hayo macho yako ya rohoni, ukashuhudia mitego ambayo imetegwa mibaya kwa ajili yako, wewe ungekaa tu magotini kwa Mungu kwa kila itwapo leo. Yaani tungekaa magotini mwa Mungu kwa kila itwapo leo, kulingana na ile mitego ambayo imetegwa itupate. Haikutupata kwa sababu ya haya maombi tunayomuomba Mungu kila siku. Mungu anamuona huyu ni mtu wangu, Mungu anamuona huyu ni mtoto wangu. Hapana, hili ambalo liko mbele yake sio zuri. Ulikuwa umepanga kwamba kesho nitaenda mahali fulani, anakuzuia, hufiki pale mahali, unajikuta tu umeahirisha ile safari. Wewe unaweza ukaona kwamba ni kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Ni Mungu ameona huyu mtoto akienda leo pale anaweza akakutana na hili baya, atakutana tu kwa vyovyote, atakutana tu na hili jambo ambalo sio zuri, atakutana tu na huu mtego, ataingia kwenye huu mtego. Akifika kwa yule ndugu yake pale, na ni kwamba vita vyetu si kwenye damu na nyama, vita vyetu ni kwenye nini? Ulimwengu wa roho. Hata ndugu yako wa damu anaweza akawa hana nia nzuri na wewe, anaweza akawa hana mpango mzuri na wewe, anaweza akaitega mitego yake tu ili mradi akuone wewe ukipata shida. Na Mungu huyo ndio ambaye anahusika kukutetea. Ndio maana mimi ninasema kiukweli, Mungu huyo ambaye ninamzungumzia hapa, fadhili zake ni za milele. Fadhili zake ni za milele. Hapa sehemu fulani anasema, tangazeni habari zangu mataifa kwa mataifa, kwamba fadhili zake yeye ni za milele. Hebu tuangalie mstari wa 34. Anasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nanyi mkaseme, Mungu wa wokovu wetu, utuokoe, utukusanye kwa kututoa katika mataifa. Tulishukuru jina lako takatifu, tuzifanye shangwe sifa zako, tuzifanyie shangwe sifa zako. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Mungu anavyotuambia hivyo, ya kwamba tumshukuru Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na enyi mkaseme, Mungu wa wokovu, Mungu wa wokovu wetu, utuokoe, utukusanye kwa kutuokoa, kwa kututoa katika mataifa. Tulishukuru jina lako takatifu, tuzifanyie shangwe sifa zako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu ametutoa kwenye mataifa ambayo, yale mataifa sisi tulikuwa tumewekwa kule kwa ajili ya kutumikishwa. Niseme kwa mfano kama wana wa Israeli walivyokuwa kwenye lile taifa la kule Misri. Mungu akawapigania kwa uweza wake, akawatoa kule, akawapeleka katika lile taifa ambalo alikuwa amepanga waende kule, ambapo watakaa na kustarehe. Sasa na sisi ambao tuko
Hatuna tofauti na wale wana wa Israeli ambao walikuwa kwenye taifa lile la utumwa. Wewe hapo ulipo, kuna mahali ambapo umekuwa ukiteswa kwa kila itwapo leo. Umekuwa ukinyanyaswa kwa kila itwapo leo. Umekuwa ukibebeshwa mizigo hii na hii kwa kila itwapo leo. Umekuwa ukipata taabu za namna nyingi. Mungu anasema yeye tumshukuru kwa jina lake takatifu, tuzifanyie shangwe sifa zake. Na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele hata milele. Na watu wote wakasema amina, wamhimidi Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuende kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 5. Mlango wa 5 mstari wa 13. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nianze 12. Anasema, tena Walawi waimbaji wote pia hawakuzisikia. Tena Walawi waimbaji wote pia, yaani Asafu na Hemani na Yeduthin na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Mstari wa 13, hata wakazisikisha sauti zao pamoja na kumsifu pamoja ya kumsifu na kumshukuru Bwana. Nao wakapaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakamsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana. Kumalizia mstari wa 14 anasema, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejawa na utukufu wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa kwenye mstari wa 3 ambapo anasema, hata ikawa wenye panda na waimbaji, yaani kipindi hicho hawakumsifu tu kwa mahubiri kama hivi ninavyohubiri, bali waliamua ya kwamba wachukue hatua ya kumsifu Mungu kwa kuimba. Na hapa tulivyosoma hapa tunaona kwamba kuimba ndiko ambako kunasababisha bubujiko kubwa sana la Mungu, ndiko kunakosababisha wingu kubwa sana la Mungu linakuwepo mahali. Tumeona hapa ambapo anasema hata wale manabii na makuhani, pamoja na kwamba walikuwa ni wengi sana, lakini kwa siku ile hawakuweza kufanya lolote kwa sababu ya lile wingu ambalo, baada ya watu kuamua kumsifu Mungu. Hapa tulivyokuwa tunamsifu Mungu, tulivyokuwa tunamwabudu Mungu, chukua hatua ya kusifu kwa nguvu, chukua hatua ya kuabudu kwa nguvu. Utukufu wa Mungu unakuja kwa njia ya nini? Ya kumwimbia Mungu, kwa njia ya kumwimbia Mungu. Ndio maana hatuwezi tukaenda tu kwenye mahubiri hivi hivi. Tunaanza kwanza na kusifu, tunaenda kwenye kuabudu. Nguvu za Mungu tayari zinakuwepo, lakini kwa wakati huo nguvu ambayo ilionekana pale ni kubwa. Kwa hiyo hata wale makuhani hawakupata tena kusimama kwenye huduma zao kama ilivyokuwa imepangwa au kama ilivyokuwa ni utaratibu, kwa sababu tayari wingu lilivyofika pale lilimaliza kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ninasema ya kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka. Na huu mwisho wa mwaka tunaoelekea ni kwamba kuna mambo mengi. Hata tarehe za nyuma tu hapa kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yakizungumzika kwenye taifa, hayakuwa ni mazuri kabisa. Wale wenye kusema kwamba mwezi wa 12 wanaenda kutambika, waliona ni vyema waende kutambika huko kwenye miungu yao mapema,
isije ikakosekana nafasi ya wao kwenda huko. Lakini sisi ambaye tunamwabudu Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, majira haya tunaona ni sahihi kabisa kumsifu Mungu, kumwabudu Mungu, kumtukuza yeye, kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Yaliyokuwa yanazungumzwa juzi kati hapa hayakupata nafasi, hayakuonekana. Kuna ambao walikutana na yale ya tarehe 29. Sasa hivi habari zao hazipo tena. Sasa hivi hapa tunavyozungumza, habari zao hazipo tena. Mimi na wewe ambaye leo tumepata nafasi ya kufika kwenye mkesha huu, tunatakiwa tumsifu Mungu kwa nguvu zote. Tunatakiwa tumsifu Mungu kwa nguvu zote, kwa bidii zote, ili utukufu wake uje kwetu sisi. Tuache huu mwaka upite na habari zake, kama zilikuwa ni nzuri, kama zilikuwa ni mbaya, upite na habari zake hizo. Alafu tupate utukufu wa kuanza nao Januari ya 2026. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama tunaelewana, na sijui kama mnaelewa hichi ninachozungumza, ya kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka. Na mwisho wa mwaka unakuwa na mambo mengi sana. Hapa tuko kwenye tarehe 19 leo, tunazungumza tarehe 19. Tarehe moja unaweza ukaiona ni karibu, lakini ni mbali. Naona hiyo. Cha kutokea chochote kile kinaweza kikatokea. Hembu muombe Mungu ili aweze kutuvusha salama katika taifa letu. Na tumshukuru Mungu, tumsifu Mungu, tuzidi kumwambia ya kwamba yeye fadhili zake ni za milele. Kuna mipango mingi tu ambayo si mimi peke yangu nimepanga, hata na wewe mwenyewe pia hapo ulipo kuna taratibu zako nyingi sana umezipanga. Huku mbele tunakoenda kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa tuendelee kumwambia Mungu. Kwa hizi fadhili zako ambazo tulikuwa nazo kuanzia Januari mpaka leo hii, tunaomba hizo nguvu ziendelee kuambatana na sisi. Yaliyopangwa mabaya yasitupate, yasitukute hata moja. Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa 3. Itasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Anasema wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba, wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wanaendelea kusema kwamba walipokuwa kwenye ile hema walikuwa na mipango yao mizuri tu, walikuwa na juhudi zao nyingi tu, wakakutanika pale mahali katika hema lile, na wakati wako pale wakaona ya kwamba, anasema wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto wa utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya ile nyumba, wakasujudu. Walimshukuru Mungu sana, walimsujudu Mungu kifulifuli hata chini. Yaani ni kwamba katika huku kumsifu Mungu, bado sisi hatujamsifu Mungu bado. Kwa watu ambao wamedhamiria kumsifu Mungu, kwa watu ambao wamekusudia kumsujudu Mungu, kwa watu ambao wamekusudia kumtukuza huyo Mungu, sisi bado hatujafika hapo mahali. Bado hatujafikia hapo mahali. Tunachotakiwa ni kumwomba Mungu zaidi na zaidi, atupe uwezo kama hawa watu ambao kipindi hicho wao waliona wasimsifu Mungu kwa kawaida. Kinachotokea ama kinachoendelea kwetu sisi ni kwa sababu tumekuwa na mazoea. Tumemzoea huyo Mungu, lakini huyo Mungu sio Mungu wa kumzoea. Kama endapo tutachukua hatua za kutojihurumia, tukaamua kumsujudia Mungu kwa nguvu, watu wanagaragara hapo chini, wamelala kifulifuli, wanagaragara hapo chini, na uhakika Mungu hawezi akakuacha. Huwezi ukafanya hivyo mara 2 mara 3 alafu bado ukabaki na changamoto ambazo zinakukabili. Na hapo walivyofikia hatua hiyo, yani kwanza walivyouona ule utukufu, waliamua sasa wamtukuze Mungu kwa staili hiyo, kwa namna alivyoonekana.
Yaani walivyoona ule moto tu umefika, ule moto umeshuka. Hata ni hapa, huo moto wa namna hiyo unaozungumziwa ukishuka hapa, ni moto wenye nguvu, ni moto ambao una majibu ya kila mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Ni moto ambao una majibu ya kila mmoja, ambapo ni kwamba huo moto ukishauona, hilo wingu ukishaliona namna linavyopita, wewe huwezi ukamwabudu Mungu kwa mazoea ambayo umezoea kumwabudu. Lazima utabadilisha mwelekeo tu. Lazima utabadilisha mwelekeo tu. Ndio maana wengine wanaona hapana, ni afadhali kukesha kila itwapo leo. Hao wameshauona tayari ule utukufu wa Mungu namna ulivyo. Ukishauona utukufu wa Mungu namna ulivyo, hautachukulia mazoea. Hautaona kwamba hii ni kawaida. Hapana, utaona huyu mtu sio wa kawaida. Ni lazima mimi nimsujudie Mungu kwa unyenyekevu, tena kwa kutojihurumia. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kitabu cha Ezra mstari wa 10. Wanaolala msilale. Maandiko ya Mungu yanasema, sasa basi ungameni mbele za Bwana Mungu wa baba zenu, mkatende pendalo, mkajitenge na watu wa nchi, tena na wanawake wageni. Samahani, nimesoma mahali sio penyewe. Ezra 3 sio 10. Kitabu cha Ezra 3 mstari wa 11. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Wakaimbiana wakimhimidi Bwana na kumshukuru, wakasema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake kwa Israeli ni za milele. Kisha watu wote wakapaza sauti zao, wakapiga kelele walipomhimidi Bwana, kwa sababu msingi wa nyumba ya Bwana umekwisha kuwekwa. Tunaona hapo namna ilivyokuwa wameona wakaimbiana, wakamhimidi Bwana na kumshukuru, wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake kwa Israeli ni za milele. Yaani wewe hapo ulipo ni Israeli. Mimi hapa nilipo ni Israeli. Kuna mipango yangu ambayo unakuta nimeipanga. Kuna taratibu zetu ambazo unakuta tumezipanga Gombo Maranatha. Tunaona hema pale linakarabatiwa, linajengwa. Siku ikifikia lile hema, si kwenye finishing hizi za ndogo, hapana, limeezekwa tu pale. Huwezi ukakaa ukanyamaza. Na hao watu, msingi tu wa ile nyumba ulivyowekwa, wale watu waliona hapana, kwa sababu inawezekana walikaa kwa kipindi kirefu wakitafuta ni wapi pa kuabudia. Ni sawa na sisi Gombo Maranatha tunatafuta mahali pazuri pa kuabudia, tunatafuta taratibu nzuri tunazoziweka za kutusaidia katika maisha yetu. Ni lini itakuwa hivyo? Sasa ile siku msingi umewekwa pale, wale watu waliimbiana wenyewe kwa wenyewe, waliimba nyimbo za furaha, waliimba nyimbo za shangwe, wakisema hapana, hii kitu tulikuwa tunaitafuta muda mrefu, miaka mingi iliyopita. Leo hii hata kwa huu msingi tu lazima tumshukuru Mungu. Na walipiga kelele ambazo sio za kawaida. Tunaona hapa walipiga kelele ambazo haijulikani kwamba hizi kelele ni za msiba ama ni kelele za kawaida, na zile kelele zilifika mbali sana. Ndio maana mimi nakwambia, hembu wewe mwambie tu Mungu, mimi ninashukuru kwa hii pumzi ambayo umenipatia. Kuanzia Januari mpaka leo sijaenda hospitalini, sijaenda kupumua kwa mirija. Angalia ni watu wangapi ambao wako kule wanapumua kwa mirija. Leo hii wewe upo tu unatumia hiyo pumzi ambayo haina gharama yoyote. Mimi naachana na hichi kipaza sauti. Pumzi ambayo haina gharama yoyote. Ndio ambayo tena hii ndio ambayo watu wanairingia sana. Pumzi ambayo ya Mungu ya bure aliyotupa
ndio hiyo ambayo unakuta watu wanapita nayo kwa kujidai. Hata kumtumikia Mungu hawataki. Watu ni viburi kwa kila itwapo leo. Hawa watu hapa tunavyosoma hapa, baada ya kuwekwa tu ule msingi, sasa unaweza ukaona ya kwamba msingi sio lazima uwe msingi wa nyumba, lakini msingi ni hata unaposema kwamba mimi natafuta niwe na elimu inayofikia kiasi hichi. Ulitamani muda mrefu sana, ulitamani kwa wakati mwingi uliopita kwamba naomba Mungu anisaidie iwe 1 2 3. Ikifikia ile siku huwezi ukanyamaza, utaona tayari ni muujiza ambao Mungu amekutendea. Ninasema mimi hapa ambaye niko hapa, kuna misingi ambayo Mungu amenitendea hata nisipoizungumza hapa, lakini wengine hapa wanafahamu misingi ambayo Mungu ameniwekea, misingi ambayo Mungu ameifanya kwangu, taratibu ambazo Mungu ameninyoshea. Nina kila sababu ya kusimama kwa hali yoyote ile nilionayo hapa mahali kwenye madhabahu kama hii, au nikiupata muda popote pale nizungumze kinachomstahili kumzungumzia Mungu, kwa sababu fadhili zake ni za milele. Yeye ni mwema zaidi na zaidi. Yaani yeye ni mwema zaidi na zaidi. Mimi sijapata kushuhudia, mimi sijapata kuona. Bwana Yesu apewe sifa. Kuanzia Januari mpaka leo hii, mimi na watoto wangu naona tunavuka salama. Mimi na watoto wangu, mimi na Watanzania wenzangu naona tunavuka salama. Wanagombo naona tunavuka salama. Bwana Yesu asifiwe. Naona Wanagombo wanaenda mahali ambapo ni pazuri, sio pa kujuta tena. Wanaweza wakawa wanasema hivi, sisi ndio wale ambao tulikuwa tunapitia sehemu 1 2 3. Hivi sisi ndio. Mungu anabadilisha historia yako. Narudi kukwambia kwamba Mungu ana uwezo mkubwa sana wa kuibadilisha historia yako kwa sekunde chache sana, kwa wakati mdogo sana. Mungu ana uwezo wa kukuinulia watu wa kukubeba ambapo wewe hukutegemea. Kwa hiyo ukiona hali kama hiyo, hebu mwambie Mungu, wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Fadhili zake hazina mpaka. Fadhili zake ni nyingi kwa kila itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kumalizia, alafu niachie maiki kwa mhubiri mwingine. Tutaangalia Zaburi ya 100 mstari wa 5. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Yaani anazidi kutuhakikishia kwamba kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake hauishii kwako tu. Uaminifu wake hauishii kwako tu, ni wa vizazi na vizazi. Na endapo wewe utakuwa hapo ulipo ukimwamini Mungu vizuri, ukimtegemea Mungu vizuri, ni mbegu ambayo tayari umeshaitengeneza ya vizazi na vizazi, kwako wewe na kwa wajukuu zako, sijui na kwa kina nani zako ambao watakuwa wanakufuatia. Hizo fadhili haziwezi zikaishia kwako tu. Haziwezi zikaishia kwako tu. Na ndio maana mama yako alikuwa akimwambia Mungu fadhili zake ni za milele. Umekuja na wewe sasa hivi unapaswa kuzungumza tena kwa nguvu zaidi na zaidi, kumwambia fadhili zake ni za milele. Zinadumu vizazi na vizazi. Yeremia 33. Yeremia 33 mstari wa 11. Na nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Itasikilikana tena sauti ya furaha na sauti ya shangwe, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi. Sauti yao wasemao, mshukuruni Bwana. Mshukuruni Bwana wa majeshi, maana Bwana ni mwema na rehema zake ni za milele. Na sauti zao waletao sadaka za shukurani. Yaani tunavyokuja huku kumshukuru Mungu, hatupaswi kuja mikono mitupu. Tunatakiwa tuwe na sadaka za kumshukuru Mungu kulingana na yale ambayo Mungu ametutendea, kulingana na wema wake na fadhili zake. Yaani hiyo sadaka utakayoileta hailingani na hela ambayo ulikuwa unalipa kule hospitalini, hailingani na faini ambazo ulikuwa unatozwa kule mahakamani, hailingani na vitu kadha wa kadha ambavyo wewe ulikuwa unatakiwa uwajibike kuvifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema mje na sadaka za shukurani nyumbani kwa Bwana, kwa kuwa nitawarudisha wafungwa wa nchi hii kama kwanza. Yaani kuna wafungwa, sijui kama mnaelewa wafungwa, vifungo ambavyo unakuta vimetufunga.
atawarudisha wafungwa kama wa kwanza baada ya kutoa sadaka. Yaani tulivyomwambia kwamba Mungu wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele, ukaja na sadaka, Mungu naye hawezi akakuacha hivi hivi. Anasema atakuja kuwarudisha wale wafungwa kama wa kwanza. Ukimwambia Mungu na kushukuru kwa wema wako na fadhili zako, kwa upendo wako ambao ni mkubwa uliouachilia kwangu, mimi ninakushukuru hata kwa hichi kidogo. Mimi nakushukuru hata kwa hichi kidogo. Ndio maana wakati mwingine mtu unaambiwa sio lazima utoe sadaka fedha, hata sadaka za nguvu. Ukiambiwa bwana, mahali hapa kama ni kanisani kuna kazi za kujitolea kwa nguvu, nenda kajitoe kwa nguvu. Hawa watu tunaona namna walivyomshukuru Mungu. Yaani ilishindikana kumshukuru Mungu wakiwa wamesimama hivi. Ilishindikana kumwomba Mungu wakiwa wamesimama hivi. Walimwomba Mungu wakiwa wako hapo chini. Haijalishi kuna matope, haijalishi kuna nini. Kuna watu ambao mpaka dakika hii wakitajiwa habari za Mungu, wakitajiwa swala la Mungu, hawajihurumii, hawana mzaha kabisa. Hawana mzaha kabisa kwa sababu wanajua namna Mungu alivyo. Namna Mungu alivyo. Mungu ni watofauti kabisa. Mungu ni watofauti na hivi tunavyowaza. Ndio maana kipindi hicho Musa aliambiwa kwamba hawa watu kama wanahitaji nizungumze nao, waambie wajitakase. Waambie wajitakase kulingana na ukuu wa Mungu namna ulivyo. Mungu si mtu wa kawaida. Mungu ni mwenye nguvu. Hakuna ambacho kinazidi nguvu zake. Ndio maana yani wewe changamoto ulionayo wewe kwa sekunde tu yeye anaondoa, anamaliza. Wale ambao walikuwa wanamwendea Yesu anamwambia, mimi najua nikishika tu upindo wa vazi lako napona. Ndio hivyo na kweli unashangaa nguvu zinamtoka Bwana Yesu na yule msiba unamuondoka, kwa sababu yule Yesu ana nguvu za Mungu. Kwa maana hiyo ni kwamba ukihitaji uwepo wa Mungu, ukiutafuta uwepo wa Mungu, tafuta uwepo wa Mungu kwa bidii. Ukiamua kumshukuru, mshukuru Mungu kwa bidii. Ukiamua kumtukuza Mungu, mtukuze Mungu kwa bidii pasipo kujihurumia. Leo hii ukimwambia mtu afunge siku 3 haiwezekani. Hilo jambo haliwezekani. Ukimwambia mtu afunge hata siku 2 haiwezekani. Ukimwambia mtu afunge hata siku 1 haiwezekani. Anaona kwamba wewe ni wa zamani, waliokuwa wanafunga ni waenzi hizo, sio wa sasa hivi. Anasema mshukuruni Bwana wa majeshi, maana Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele, na sauti zao waletao sadaka za shukrani nyumbani mwa Bwana. Kwa kuwa nitawarudisha wafungwa wa nchi hii kama kwanza, asema Bwana. Mstari wa 12 anasema, Bwana wa majeshi asema hivi, katika mahali hapa palipo ukiwa hapana mwanadamu wala mnyama, na katika miji yake yote yatakuwapo makao ya wachungaji wakilaza kondoo zao. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamsikia Mungu anavyosema, tunamsikia Mungu anavyozungumza. Na kwa habari hii ya kumshukuru Mungu, kwa habari hii ya kumsifu Mungu, nimezungumza kwa nafasi ambayo Mungu ameniwezesha kuizungumza. Sasa na wewe unaweza ukachukua tu hatua ya kuendelea kumwambia Mungu kwa usiku huu wa leo, kwa wakati huu tuliofikia, ukamwambia Mungu na kuomba, endelea kunitetea mimi na mipango yangu. Hapo ulipo wewe binafsi kwanza, una mipango yako mingi, una ratiba zako nyingi ambazo umezipanga, na kuna vingine ambavyo unamwambia Mungu kwa kimya tu, Mungu niepushie hili. Mungu niepushie hili. Vipo vitu ambavyo unaweza hata usiseme na mtoto wako, au unaweza usiseme hata na rafiki yako, ila unazungumza na yeye mwenyewe Mungu. Hebu chukua hatua majira haya.